Mzama, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Njombe na Kaka Mkuu. Tumekaa kikao na viongozi wenzangu kwa ajili ya kudiscuss mambo mbalimbali ambayo yanaweza yanasababisha tunashindwa kuongoza vizuri au yanasababisha tunapata changamoto katika uongozi. Jambo la kwanza tulidiscuss ni dharau, na hii dharau inasababishwa na wanafunzi wote shuleni. Unakuta mwanafunzi anakuwa adhabu na kiongozi, lakini ile adhabu haifai, anamdharau kiongozi na kuona namna ya kutatua changamoto ni kwa njia ya kutoa adhabu ambazo ni adhabu za mikono. Mfano, unapatia adhabu ya kufanya usafi madarasani na hata adeki darasa hata mwezi mzima. Yaani baada ya kudeki darasa mwezi mzima, akakumbuka pale mambo yaliyopitia kwa sababu alipokuonyesha dharau. Na jambo lingine tunazungumza jambo la mahusiano. Tukiwa mashuleni, wanafunzi mbalimbali wanaeleza na mahusiano gani? Mahusiano ya kimapenzi. Na ile mahusiano sio mahusiano ya kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya moja kiakademiki, kimaisha. Yaani unakuwa na mahusiano ya mapenzi kwa shuleni. Kwa hiyo tumediscuss tumeona na namna ya kutatua changamoto, kuwaita na kukaa nao chini na kuwapatia ushauri namna gani wanaweza kuandika kwa kwenye mahusiano kwa shuleni. Mfano, tunachukua akademiki yao performance ni kushuka chini. So na wakaisha kikao, tunaongea nao, tunashauriana kama wataamua kuacha na wakaacha, kama wakiendelea inazidi kuonya, inazidi kuendelea tutapeleka katika ngazi za juu. Na jambo lingine tulidiscuss ni kuhudhuria vipindi madarasani. Baadhi ya wanafunzi wa shuleni unakuta muda wa kusoma pepe asubuhi au jioni. Mwanafunzi yuko darasani anaendelea au muda wa vipindi darasani ile asubuhi mpaka jioni. Unakuta mwanafunzi mwalimu yuko darasani, yeye darasani yuko sehemu nyingine. Kwa hiyo hao wanafunzi tunaishi nao kwa kuwaelimisha, kwa kupatia adhabu kali ili siku zingine asije akarudia kufanya kitu ambacho alifanya mara ya kwanza. Kwa wanafunzi tutakaa nao chini, tutaongea nao na tutawaambia madhara ya kuhudhuria vipindi madarasani. Tutakosa baadhi ya mambo muhimu ambayo wanafunzi wanafundishwa na kutoa nzao wanasomea wenyewe wao wamelala kwenye nini, hawana mambo ya msingi, kwa hiyo inasababisha kushusha chini ufaulu wao. Kwa hiyo tumediscuss kwa nini muhimu kukaa nao chini na kuwashauri, na support kurekebisha wenyewe kama wenyewe tutawashaka kwa ngazi ya mfano kwa walimu au tuwaonya sisi kwa siku wanapatia adhabu mbalimbali. Jambo lingine ni utumiaji wa lugha ya matusi. Mfano, wanafunzi shuleni mwanafunzi mmoja akafanya kidogo mwanafunzi mwenzake hali kesha mtokana. Kwa hiyo nadhani mfano mimi nakuja na mkandaga kidogo, anaendelea kumchapa na kuanza kutokana, au nakuta mtu anaongea kwa lugha ya matusi ambayo sio lugha nzuri. Kwa hiyo tumejaribu na watu kama hapo kuwashughulikia kwa kupatia adhabu. Na hata kama kutumia adhabu ndio tunakumaanisha kwa mwalimu wa nidhamu au kwa mwalimu wote aliyeko shuleni. Na jambo lingine tulilojadiliana ni kuwa na kushirikiana na wanafunzi. Na hii inasababisha na kutokuwa na ushirikiano kati ya wanafunzi na walimu, au wanafunzi wenyewe kuto kujisomea, au wanafunzi wenyewe kuto kujali wako shuleni kwa sababu gani. Wanafunzi kama tunakaa nao chini, tunawashauri na tunawapatia madhara ya kuto kusoma kwa bidii, ambapo hili itawasaidia wenyewe kama wenyewe kuona kwa nini kila siku sisi tunatoka kwa siku moja mbili tatu na kuendelea. Kwa hiyo itawasaidia au kujishtukia na wenyewe kuamua kati ndio sana kusoma. Au hii performance inasababishwa na wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo utakuta wanafunzi bila kusoma kama wanakuta mara nyingi mtaki wanasoma, kwa hiyo inasababisha inashusha ufaulu wake. Kwa hiyo tumediscuss tukaona ni vyema kwa wanafunzi kama tunakanao tukashauriana nao. Naomba muda naomba sasa members kama kuna mtu na additional points chochote cha kuongezea elimu. Thank you. Kuongezea kingine hapo ni swala la kufeli. Hapo tunazungumza swala la kufeli, ndio wanafunzi yani mnakaa kama madarasa mnajadili mbinu za kufanikisha nini na kufaulu mzuri kwa darasa
zenu. Njia mojawapo ni kama kusoma maswali mengi. Kwa mfano pepo, na kabla ya mambo yote, kabla ya kujisomea pale, mtu mmoja anasoma maswali baoni, maswali mawili au mangapi, ili mtu akija kusinzia hata pepo maana anakuwa shaingiza kichwani. Hapo inaongeza vitu kichwani, hata mtu akisinzia maana anakuwa shaingiza kwa siku moja. Hapo inapunguza nini? Swala la kufeli. Jambo lingine ni udoji. Wanafunzi wengi wanadodi sana bila pepo, wanadoji wawilini. Hapo ni swala kuongeza na kuongea naye na Lumida, unaongea naye awepo usimamizi mzuri bwenini. Mambo wanafunzi wasirudi nini? Wasirudi bwenini kudoji, ila wakae darasani waje kujisomea. Mwingine una additional point? Eti ndio kwa kini. Haya, tuwapigie makofi.